Karibu sana mdau wa Bongo Class. Katika simulizi yetu ya leo, tutajifunza jinsi ya kupika mboga za majani bila ya kuharibu virutubisho. Siku moja jikoni, Mama Nuru alikuwa anapika mboga za majani kwa haraka ili watoto wale chakula cha jioni mapema. Aliziosha vizuri, akazikata, kisha akaziweka kwenye sufuria iliyojaa maji mengi. Baada ya dakika chache tu, aliona rangi ya kijani ikibadilika na kuwa hafifu. Akaelewa hapo ndipo virutubisho vilianza kuyeyuka kwenye maji yanayochemka. Akaamua kuanza upya. Safari hii akachemsha maji kidogo tu, akaweka chumvi kabla ya mboga, kisha akazitia mboga juu ya maji yanayochemka kwa muda mfupi bila kufunika sana. Baada ya dakika 2-3, harufu tamu ya mboga safi ilianza kusambaa. Rangi ilibaki imara na mboga zilionekana zenye uhai kuliko mwanzo. Mama Nuru akajua sasa kuwa siri haiko kwenye kuchemsha kwa muda mrefu, bali kwenye kupika kwa sekunde chache na kutumia maji machache ili virutubisho visitoke kwenye mboga na kuyayuka kwenye maji. Usiku huo, familia ilipoketi kula, kila mtu alisifu ladha na rangi ya mboga. Mama Nuru akatabasamu kimya. Alikuwa amejifunza kuwa kupika mboga ni kama kulea mtoto. Ukizikandamiza sana, zinapoteza uhai wake. Ukiwa mpole lakini makini, zinabaki na virutubisho vyake vyote. Hitimisho. Kutumia maji machache husaidia virutubisho kubaki kwenye mboga. Kupika kwa muda mfupi, dakika 2-3, hulinda rangi na vitamini. Kuweka chumvi mapema husaidia mboga kubaki na ladha na kuzuia kupasuka kupita kiasi. Kutokufunika sufuria kupita kiasi hupunguza upotevu wa virutubisho vinavyopotea kwa mvuke.